Inue. Ndio. Ametupa watu, lakini pia ametupa safari. Ile safari tunaamini tutafika. Ndio. Lakini pia katikati kuna vipingamizi, kuna namna fani. Kwa hiyo tunaamini Mungu afanye ile hatima ambayo Mungu ameamua kutufanyia. Anatamani tuwe waimbaji wakubwa, tuwe maproducer wakubwa, tuwe na kazi nzuri. Sasa bila Mungu hatuwezi. Kwa hiyo tunatamani Mungu afanye jambo. Ndio. Ile hatima ambayo ameamua tufanyie moyoni mwetu ikamilike sahihi. Ndio. Yeah. Na ningependa kujua ama kuwasaidia pia wasikilizaji wangu waweze kuelewa, je, wimbo huu umepewa na nani au ulitungiwa au ni ufufio wa Roho Mtakatifu? Na amani hii ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ndio. Ilimshikia producer akafanya vitu. Tukashirikiana namna hiyo. Yaani ilikuwa tu kama utani fulani lakini kaja kuwa ni real. Asante sana, lakini pia ningetamani kusikia kwa upande wa Mojen, pengine ilikuwa na urahisi kiasi gani kufanya kazi pamoja na Belfon? Ilikuwa ni wepesi, manake ni mwimbaji wa muda mrefu. Ndio. Ni mwimbaji wa muda mrefu, so kwamba tunatumia muda mwingi sana kuelekezana, ila pia ni watu ambao chemistry tayari ilishajengeka vizuri. Unajua kati ya msanii na producer, na washauri hata wasanii wanapofika studio, kitu cha kwanza tengeneza kwanza chemistry na producer, hata kazi itakuwa rahisi. Kwa hiyo cha kwanza tulichokifanya ni chemistry, then kazi zote hizo unazoziona zikuwa ngumu kwetu. Ndio. Kutokana na kwamba chemistry tayari ilishaivana. Ndio. Na kwa upande wako tumezoea ukiwa kama producer, lakini pia leo tunashangaa kwamba na wewe pia unaimba. Hivi kwaje tena? Unajua unapokuwa producer uweze ukasema ni producer alafu uweze kuimba, na maanisha utahitaji kumwelekeza mtu ambaye hajui kuimba aweze kuimba. Ndio. Kwa katika kujijenga kuwa producer huko kuna vitu vingine unavigundua kwamba kumbe naweza nikaimba. Naweza pia nikawa na kitu kingine cha ziada. Ndio. Ila binafsi yangu kama binafsi sijasimama binafsi kama mwimbaji binafsi. Niyo inatokea mtu amekuja studio unakuta kuna uhitaji wa verse unaweka. Ndio. Au back vocal. Kwa mfano kama kwenye Mjaregu kuna lugha huko nimeimba Kisonjo ambacho sikielewi, ila ulifanikiwa kuimba. Ila Mungu ametuwezesha kufanya hivyo. Lakini natumai kwamba Benfol pia alikuambia tafsiri yake. Sahihi. Na mimi pia kuna nyimbo nyingi hapa unakuta ni za wenzetu hapo Wasonjo, lakini unakuta na upenda japo sijui maana yake mpaka nimtafute mtu. Huu wimbo unamaanisha nini? Huu wimbo unasemaje? Nashukuru sana, lakini msikilizaji nikwambia tupata kusikia wimbo huu ambao umeshirikishwa producer Mojen, Fanya Jambo. Lakini nikirejea msikilizaji nitakuja kupokea kusoma jumbe fupi, lakini nitapokea simu yako. Una lipi la kuambia? Una lipi la kuwashauri? Una maoni? Karibu sana.